watu wote wa hapa Nyaribari Masaba. Ya kwanza kwa sababu hapo beleni mlichagua rafiki yangu ambaye ni kama baba yangu, ambaye ni waziri wetu Mashogu. Mkamchagua, tukakuwa na yeye bunge, akakuwa rafiki yangu. Na hata vile wakati alipewa kiti ya uwaziri, nilijua kabisa we have gotten the best for that docket. Asanteni sana watu wote wa Nyaribari Masaba. Ya pili, mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu mbunge ambaye mmechagua hii wakati ni mbunge ambaye ako na akili mingi sana. Amesoma akaitwa dokta. Maneno ikitusubua bunge, kizungu ikikuwa mingi, mahesabu imekuwa mingi, tunawekeanga huyu rafiki yangu Maduku anaikoroga, anatuletea hasa baadaye. Mlichagua mtu akili ni kubwa na mingi sana. Mimi nawashukuru. Na pia nawashukuru kwa kuchagua kijana ambaye ni MCA wetu Wycliffe, ambaye anatutumikia mzuri hapa kwetu. Kwa hao viongozi wote nawashukuru sana. Mimi nitasema just 3 things. Ya kwanza, tukiwa hapa shuleni, hata kama waziri wetu wako hapa ataniruhusu niseme, serikali yetu tukiongozwa na rais wetu His Excellency William Ruto, ile kitu tunafanya ya juu zaidi katika kuwekeza pesa za nchi ni maneno ya elimu. Na mimi nawaambia kama mwenyekiti wa budget, hii fedha ya nchi ambayo tunaweka katika budget, ile budget ya juu zaidi tumeweka katika nchi ya Kenya ni fedha za elimu na masomo ya hawa watoto. Na 30% ya budget ya Kenya, 30%, tumeweka katika maneno ya elimu. Precisely 630 billion shillings tumeweka kwa kupeleka elimu ya watoto mbele. Na rais wetu alinieleza hivi tukitengeneza hiyo budget, mimi singekuwa hapa mbele yenu kama wazazi wangu hawangejifinyilia watupeleke shule hata kukiwa na mashida. Rais wetu mnajua vile alikuwa hata akiuza kuku. Masomo ndio inaweka mtoto wa tajiri na mtoto wa mtu hana mapato ya juu wakae meza moja. Na ndio maana tunawekeza katika elimu ya Kenya, ndio watoto wote wa Kenya wakuwe on the same level. Katika hii budget tumeweka pesa mingi ya higher education. Tumeweka mingi, lazima waziri atataja, lakini kuna moja inanifurahisha. Tumeweka pesa ya higher education yenye watoto wote wa universities and TVET and colleges, hizo za TVET, mzazi atakuwa analipa 7% peke yake ya school fees, only 7%. Na katika hiyo formula tumechukua 45,000 students wale wametoka familia ambazo ziko chini kimapato, na hao watakuwa wanaingia shule. 45,000 of them wataingia universities wasome bila kulipa chochote, serikali itagharamia. Pia kitu kingine nitataja ya pili, tumeweka pesa, hawa wanamaliza universities wanapata internships. Mnajua kama wazazi, wanafunzi wengi wakihitimu, wakienda kutafuta kazi, wanaambiwa walete degree na zile zingine, alafu wanaitishwa kitu inaitwa experience. Na serikali ikaangalia ni vizuri tuone vile tunaweza fanya. Na ndio maana hii mwaka tumechukua 8,000 fresh graduates wa Kenya, wakapewa internships katika serikali, wanalipwa kwa mwaka moja, every month 25,000 kwa hiyo internship. Pia kuna maneno mengi tunafanya ya kutafuta kazi, kujenga viwanda. Kama hapa Kisii, Moses Kuria amekuja, serikali tumeweka 250 million, Kisii County iweke 250 million, tunajenga kiwanda ya 500 million ya kuajiri vijana wetu wa hapa Kisii. Nyamira tumekuwa hapo juzi na rais na Moses Kuria waziri, wakati alikuwa waziri wa hiyo docket, na tukafungua pia kiwanda ya namna hiyo. Nikienda kumaliza, kuna kitu kingine ya maana tumefanya, rais wetu akituongoza. Hawa wakongwe wetu, nimemaliza ya elimu na yasema tu ya mengine. Wakongwe wetu, wazazi wetu, wale wamefikisha miaka 70 kwenda juu,
Munajua from 2017 hawajasajiliwa kuwekwa kwa register. Wenye wanafikisha 70 years wamekuwa hawajawekwa. Tukafungua hiyo register na tumesajili ama tunataka tuweke kwa hiyo register over 500,000 ambao watakuwa wanapata ile cash transfer ya pesa ya wazee. Na katika hiyo register tumefungua na tukaweka wazee. Tukiongozwa na rais wetu tumekubaliana hivi. Kabla mshahara ya Dede Nyoro, mimi naongea hapa, kabla mshahara ya waziri wetu Mashogu, kabla mshahara ya mbunge wetu Manduku ama Nyakundi iingie, tutakuwa kwanza tunalipa wazazi wetu hiyo fedha ya wazee ama pesa ya wazee kabla sisi tulipe mshahara. Ya pili, tumekubaliana tunajaribu kutafuta system ambayo hii pesa ya wazee kabla waende ama badala ya wazee kwenda wanapiga foreni katika bank, wanakaa bank the whole day wakigoja ile pesa yao kutoa ya cash transfer. Tunajaribu kutafuta system from next year. Hawa wazazi wetu wako 70 years and above, tutakuwa tunawatumia pesa yao kwa simu, wanatolea na M-Pesa nyumbani. So kuna mengi ambayo tunafanya na tunawaomba muendelee kutuombea kama serikali, ndio tuendelee. Mungu atupe nguvu, kwa sababu tuko na nia ya kubadilisha nchi yetu. Na ya mwisho, leo nimesoma katika magazeti hapa na pale, na mimi nataka ni confirm, kwa sababu mimi Mungu amenipea pahali ambapo tunafanya kazi na viongozi wetu wa nchi tukiongozwa na rais wetu. Serikali yetu iko imara na imara kabisa. Ile kazi tunafanya kwa sasa ni kuinua uchumi wa Kenya. Hakuna masaa hata moja sisi kama viongozi tukiongozwa na rais kuna maneno mengine tunafanya yenye nimesoma kwa gazeti. Sisi all our time, all our energy, all our thinking and all our resources as leaders is to serve the Kenyan people, and especially in uplifting our economy, in making the livelihoods of the Kenyan people better. And we believe where there is unity, God commands a blessing. And that is why we have decided to stay united together as we serve the